kuna mambo mawili Moses Kuria unatakikana ujue. Number 1, unajuaje kwani wewe ndio unapeanaga dawa za HIV? Sasa unaenda ukiweka na line. Ama wewe mwenyewe ndiye dawa. Nauliza commission ambayo inaongozwa na Kuria. Inaitwa ya National Integration Commission. Sasa wewe nawe na unajiita mhubiri, kwani unaangaliaga nini? Kama ungeona hii matusi, ustaki huyu wewe unaangalia nini? Ama pia wewe unapelekwa na remote control. Na unajua mambo ya commission zingine ambazo ni constitutional. Wale watu wanasimamia they are not independent. Wewe mtu akitusiana wanaweka. Kwa hivyo tunauliza pia Kuria, chukua hatua kwa hii mtu ambaye anaitwa Moses Kuria. Achukuliwe hatua, na tunataka kuona Kuria ukichukua hatua. Ama kama sivyo hata wewe uhame. Kulingana na mila na desturi za Kikuyu, mtu hawezi tusi mama yake. Kutusi mama yake ni kumvua nguo. Sisi hakuna kitu kitatuogopesha. Na hakuna kitu kitaogopesha wamama. Katika katiba yetu imeandikwa na imenakiliwa vizuri sana. Kuna mambo ambayo hauwezi ukatumia kusema ama kuyanakili kama hauna ukweli. Kuria, tunataka kukuambia hivi. Sisi tuko na heshima hata kwa wale ambao ni wagonjwa, huo ugonjwa unasema. Na umewakosea heshima na kuweka trauma ile ambayo ilikanywa katika katiba yetu na kuweka stigma. Na sisi tunataka kukuambia hivi. Sisi tunaridhika jinsi ya mheshimiwa wetu vile alivyo. Na wewe kama ni daktari uliwahi kumpima na ukaona ako mgonjwa, leta hizo nakala na tunaenda kotini kukashifu haya maneno. Tutacompete na nyinyi na katika huu ulingo wa siasa lazima kukuwe na sanitation ya siasa. Watu waonge maneno ya competition sababu tuko katika competition. Yale maneno yataleta faida katika jamii zetu. Hauwezi ukamkosea mama heshima. Na tunakataa kabisa maneno ya siasa, wanaume kukua wanapiga wanawake. Na hasa kwa maneno. Tunaenda katika siasa, mwaka wa 2026 umefika na hakuna vile mtafanya. Tutakuwa katika ballot, tutakuwa katika maneno ya uongozi na maneno ya uongozi inatafutwa kwa kupitia sera. Na matamshi ambayo ilitolewa na mheshimiwa Kuria na tumeyasikia na tumeyasoma ni njia moja ambayo ni ya dhuluma za kijinsia ambayo iliweza kuelekezwa mama, na tunajua kwamba dhuluma za kijinsia pia zinaweza kukua zinaelekezwa mpaka wazee. Lakini kwa hili ambalo Moses ambao alifanya ni vibaya sana, na sisi kama mashirika ambao sio ya kiserikali, civil society organizations, tunakomesha hili jambo. Pia tunaomba kuna hii tribunal ambao ni ya HIV and AIDS tribunal ambao huanga inaangalia hiyo mambo na masuala ya mambo na mtu kutangaza status za mtu iweze kumchukulia hatua. Tumeona watu wengine wakipigwa mpaka fine kubwa sana. So tunataka hiyo tribunal ichukue hatua mara moja. Hao wengine ni the KEWOPA, Kenya Women Parliamentarians Association, wa mama wengine. Tunataka pia nyinyi tuwaone mkisimama nyuma ya mheshimiwa Jane na wamama wengine ambao wamedhulumiwa na hilo jambo. La mwisho ambao asio ya kiserikali. FIDA Kenya tuko hapo. Hiyo mashirika yote yasimame nyuma, tuone press statement yenu tukikashifu mambo ambayo tuliona ikielekezwa mheshimiwa Jane Kihara. Hapa kulilia na kutetea haki ya mama boga, haki ya mama mheshimiwa, haki ya mama yoyote. Mama ni mama. Na kama hivyo alivyotusi mheshimiwa wa hapa kwetu, huyo tunajua mama ni taifa. Na kutusi mama umetusi taifa yote. Sababu mama ndiye mlezi, ndiye mzalishi, ndiye kila kitu. We condemn that act. Tunasema Moses Kuria, you have to calm down now. Utuongeleshe kama sisi wa mama. Tunataka kujua hii ugonjwa ulisema huyu mheshimiwa ako nayo ilikutoka wapi? Cause kama ni ugonjwa ukimwi ni mimi na wewe. Wewe ndio unajua kwa nimetoa. Wewe ndio unajua nipata aje. Tungetaka kujua. Sababu ulisema ako na ukimwi. Tema uheshimike usembe. Huyu mama ako na watoto, ako na wajukuu. Kutangaza mambo ya ukimwi itokea wapi? Hatujaisikia. Ile kitu imetuzunisha sana. Ni mwanaume mwenye anafaa kuangaliwa kama kioo cha jamii, ameamua kuingilia wanawake. Vita wanawake ipiganawi na wanaume. Kwa hivyo wakati Moses Kuria anatusi mheshimiwa Jane, anaonekana kama hana nidhamu. Kwa sababu kama umeanza kutangaza status za mtu na wewe si daktari, na tunajua mtu kama status zake inafaa kuwa private, haifai kutangazwa kama wewe ulipimana ukajua. Unakuanza kusema mheshimiwa wetu ako HIV positive ama aligonjesha the late husband, hiyo ni kukosa heshima
na hata watu wanakuangalia wengi katika jamii wanaona kama umekosa nidhamu. Kama ilikuwa masaa mbaya, labda ulikuwa umetumia ile uji ya wasee ukakuwa umepoteza network, unafaa pull down hiyo comment uliandika kwa X na uapologize, na hata uapologize kwa wanawake wote. Kwa sababu ukituzi mwanamke mmoja umetuzi wanawake wote. Na maongeo haya umeongea, tunafikiria kama ni vizuri, unafaa uchukuliwe hatua hata wewe mwenyewe. Kwa sababu sheria inafaa ichukue mkondo wake. Kama ni vita ya siasa umeamua kutumika kama spana boy na kasongo, hapa sisi ni one term.